Ivan. Naomba. Usina. Abe. Yeye ni wadogo zangu. Na kwa wakati mwingine ni sawa na wanangu. Kwa maana bado mpo mikononi mwangu. Hivyo yanipasa niwe makini kuliko wakati mwingine wote. Sababu ya kuleta kwenye kikao hichi, hususan wewe Usina, japo nimetaka na mdogo wako awepo ili ajue mambo yako. Umebadilika sana. Yaani umefikia wakati wa kutoroka hapa na kurudi usiku. Inatia aibu. Kaka. Hakuna kaka. Maana una la kujielezea hapa. Nimekuwa shuhuda wa matukio yako mengi. Japo wewe ulijua hilo. Ulipobadilika, naomba ubadilike tena mara pili. Rudi kwenye tabia zilizo njema. Tofauti na hapo, wewe unajiandaa kurudi kijijini. Kabla sijakukata miguu, maana siwezi nikakubali walibikie kwangu. Ni kweli kaka, kwa sababu majibu ya dada ni mabaya sana. Jitahidi kwa mfano hata kwa mdogo wako. Sawa kaka. Sio sawa kwa maneno, hiyo kwa matendo. Ndiyo, nimekuelewa. Mnaweza kwenda. Nakumbuka juzi uliniomba nikutoe lunch ambao ni leo hii. Swala ambalo mimi nimefanya. Ila toka tumefika tu hapa na kuona yani kama kwamba hauko sawa kabisa. Sasa sijajua una shida gani mpaka unakuwa kwenye hali hiyo. Niko sawa. Alia nakujua. Yaani ukiwa sawa mimi nakuwa naelewa kwamba hapo uko sawa, lakini hapa una fail. Sasa sijaelewa. Unasumbuliwa na nini? Amani. Nina shida ya pesa. Shida ya pesa. Sasa tangu lini umeanza kuwa na shida ya pesa afu unaingia kwenye mwazo? Kwa hiyo siku zote sio kwa ananiambia. Okay, una shida ya shida? Shida ya 600. Hey. 600? Ndio. Okay, sawa. Karibu. 600 ni hela ndogo, ni hela ndefu kidogo. Sasa sijaelewa labda una shida gani hii hapo hela 600. Make nilikuwa nategemea labda ni hela ndogo ndogo na nini, lakini 600 ni hela ndefu, sijajua. Ni shida zangu binafsi kama mwanamke. Hivyo unajisikia? Yaani pesa natoa mimi alafu nasema ni shida zako binafsi. Sasa kama ulikuwa unajua ni shida zako binafsi, kwa nini hujatumia hiyo hela kusolve hizo shida zako binafsi? Alafu sio kielewa wewe. Swala zima la kutafuta hela ni swala moja, lakini pia kuitunza hela ni swala lingine. Sasa nimekwambia kwa sababu siwezi kutoa hela yangu sijui naenda kufanya kitu gani. Sasa nakuuliza na vipi shida zako binafsi ndo nini sasa? Kwa hiyo hela unanipa au nipi? Labda nikwambie kitu kimoja. Hii sikudanganya iko lili. Kwa hiyo hela sikopi. Kama unawezekana kutafuta sehemu nyingine kuipata hiyo pesa, it is okay. Mimi hiyo hela sina, sikopi. Fine. Okay. Hapa nilikuwa naelekea nyumbani. Sasa kwa hiyo tuingie ndani ya gari nikupitisha kwako ili mimi nielekee nyumbani. Twende. Unaweza kwenda. Hata mimi nyumbani kwetu ni poa. Kwenda.
unanipa sana mashaka na ndoa yako. Ndugu wangu, hadi sasa najiona nipo kwenye wakati mgumu sana na ndoa yangu ipo kwenye hatihati. Nini tatizo sasa? Unakumbuka vyema ile tukio tulilofanya? Unachukulia mimi Dada, kwa nini umenyamazia kwa muda mrefu kiasi hiki? hivi? Wewe unafikiri ni rahisi kuzungumzika wakati nilishakosea? Hata kama wewe kiukweli umeshindwa kumshawishi hata kwa njia yoyote ile ili upate pesa kwa ajili ya kutatua tatizo hili, kumbuka jambo la afya ni muhimu sana ndani ya uhai wako. Tena bora mtu mwenyewe angekuwa anajali, lakini ndo kwanza anachukulia kama mtu wa mtaani. Dada, swala hili usilichukulie kawaida. Hebu tufanye utaratibu wa kulitatua. Hata akijua ni bora kuliko kukosa uhai. Halo. Vipi? Halo. Maria, nakusikia. Vipi? Safi, mambo? Safi. Nani sijakufahamu. Unaongea na Msuva. Msuva? Sawa Msuva. Okay. Nilikupigia basi nilikuwa nakumbushia ile swala balo nilikwambia. Swala gani? Jamani Maria, kila siku tunakwambia nakupenda. Kwa sababu tunaongelea hilo kweli Maria? Sawa, uliniambia, lakini sasa si nilikwambia nafikiria. Sawa, lakini uliniambia kuna vitu ambavyo haviwezi kufanya tuwe wote. Sasa nilikuwa nataka nivijue hivyo. Kwa hapa mimi sidhani kama tutaweza kuongea. Sawa, labda mazingira ya ruhusu. Basi tungekutana, basi mimi niandae mazingira kama kesho tukutane jahazi. Angalau kama muda wa lunch tuyaongee, tuelewane. Nakupenda sijui. Ni sawa, lakini nilikwambia kwamba siko comfortable kabisa kuhusiana na hayo maswala. Sasa utakuwaje comfortable ya kwamba hujanipa nafasi? Ungekushanipa nafasi, kila kitu kingewezekana Maria. Wewe kubali basi tukutane. Okay, sawa. Umesema tunakutana wapi? Tunakutana jahazi hapo, Jahazi Complex. Nafikiri kama saa 7 hivi. Muda gani umesema? Saa 7. Ule na lunch, tutapata lunch kule tuyaongee. Okay, sawa. Nikipata muda sawa, lakini pia ukikosa basi. Ya usikufanyia hivyo basi. Mimi naomba kuhusu wewe. Hapo unavyoniambia ukipata muda, ukikosa muda, hapo unaniumiza ujue. Sawa. Sawa, hamna shida. Sawa, bye. Sawa, bye Msuva. Jamani, na wasalimia jamani, habari za leo, habari za saizi. Kwa majina yangu naitwa Aristides aka Boss. Mimi hapa. Mimi natokea kwenye kikundi cha Starlight Art. Ni mwigizaji jamani, mwigizaji. Kikundi cha Starlight ni mambo mengi ambayo tunayo. Kwa hiyo ni movie ambayo tumeziandaa tamthilia tunazoziandaa kwa zipo ambazo zinaingia hivyo. Kwa hiyo ukitufuatilia kwenye YouTube, TikTok, Instagram,
popote unatupata, ni sisi hapa, tupo hapa, tunatokea mkoa wa Kagera.